CCM oye! Uchungu wa mwana. Ndugu viongozi wenzangu, itifaki ikiwa imezingatiwa, wajumbe wenzangu, wanachama wenzangu wa jumuiya ya wazazi wa tawi la SACU, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Ndugu mwenyekiti wa kata, mwenyekiti wa tawi, kwanza mimi niwashukuru kwa mwaliko mlionipa. Naamini kabisa japokuwa tulikuwa na mambo mengi ya kufanya, lakini mkaona ni umuhimu wa kipekee mimi kama mwenye dhamana ya kusimamia jumuiya ya wazazi wilaya ya Temeke nije nishirikiane nanyi katika matukio ambayo mmeyafanya leo hii katika tawi letu la SACU. Niwapongeze sana wa SACU, lakini niendelee kuwapongeza viongozi wangu wa kata kwa usimamizi mzuri wa jumuiya kwenye matawi yetu. Hii inaonyesha ni jinsi gani na ukomavu mliokuwa nao wa kuweza kutekeleza majukumu yenu kikanuni, kikatiba, lakini pia na maelekezo yanayotoka ngazi. Hilo tunapongeza sana. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza tawi la SACU. Nipongeze jumuiya ya wazazi, lakini nipongeze pia UWT na vijana. Kwa namna ya pekee nipongeze pia viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi tawi la SACU. Viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, hamjaniangusha. Wakati nilipokuwa nikiomba kula pale PTA, niliwaambia wajumbe wa mkutano mkuu wa jumuiya ya wazazi wilaya kwamba mkinichagua nitakuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya, lakini kwa mujibu wa kanuni na katiba ya Chama cha Mapinduzi inanielekeza kuwa nitakuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Lakini nilisema nitakwenda kwenye kamati ya siasa ya wilaya, sio kwenda kufanya siasa. Nitakwenda kwenye kamati ya siasa ya wilaya kwa ajili ya kusimamia maslahi mapana ya jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi. Sitakwenda kufanya ushabiki, lakini sio jumuiya ya wazazi tu peke yake. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wangu na viongozi waliopita, na mimi nikarudia kuwapongeza kwamba jumuiya ya wazazi imebeba jumuiya zote mbili, ikimaanisha UWT na vijana, kwa sababu masharti ya kujiunga na jumuiya ya wazazi ni yule mtu aliyetimiza miaka 18 na kuendelea. Haijatenga jinsia, haijatenga umri. Tunaposema miaka 18 haimaanishi kwamba hawa chini ya miaka 18 tunatenga, la, kwamba miaka 17 kushuka chini, sisi kama Chama cha Mapinduzi ya kwamba wale bado wako chini ya uangalizi wa chama, lakini watakuwa wapo kwenye kile kitendo chetu cha chipukizi. Kwa hiyo viongozi wangu, nasema hivi kwa sababu ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kurudisha heshima na nidhamu ya jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi inaporudi kuwa na heshima yake na nidhamu yake kwa malengo yake iliyopewa, mimi na imani kabisa hata jumuiya hizi zingine zote zitakaa sawasawa. Ndio maana mwenyekiti wangu alitamka na kueleza na kuelekeza katibu wa tawi. Ni kweli ni aibu tunapoona Chama cha Mapinduzi kina wanachama 1000 lakini jumuiya zake zinakuwa na wanachama ambao hata 500 hawafiki. Na hii naamini kabisa sio wazazi tu, hata vijana ni hivyo hivyo. Sidhani kama wote wanafikia hii idadi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi.
Lakini katibu, ni kuelekeze jambo. Chama cha Mapinduzi kiligawa majukumu katika jumuiya zake zote tatu. Kwa maana hiyo, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anapokuwa mwanachama wa jumuiya hizi tatu, urais wake upo na unaonekana wakati tunapokwenda kwenye malengo ya uchaguzi. Uchaguzi huu si wa serikali, tunasemea uchaguzi wa chama na jumuiya zake. Sisi sote ni mashahidi. Inapofika wakati wa chaguzi, inawezekana kuna kiongozi mzuri amekosa nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi, lakini kumbe alifaa kuwa kiongozi kwa kupitia mlango mwingine, aidha uwe wa UWT, vijana au wazazi, kwa sababu kuna nafasi ambazo kiongozi wa jumuiya huwa ni lazima arudi ndani ya chama ama vikao vya chama. Sasa unafika wakati na sisi kama jumuiya, inawezekana kwenye chama kama ni mzuri, lakini kukaa na mzuri zaidi akabahatika kuingia. Sasa sisi kama jumuiya tukikuta kwamba na yeye hana nafasi, hana wanachama wetu, ni lazima hata sisi pia tuweke mizengwe, kwa sababu yeye tayari tunaonekana kama vile ametubagua kuwa na kadi tu ya Chama cha Mapinduzi, lakini si jumuiya yetu. Lakini angekuwa kwenye jumuiya yetu, ndio mahusiano yanayozungumzwa na viongozi wao, manake angeingia kwenye michakato bila tatizo, kwa kuwa ni mwanachama na anajulikana kwamba ni mwanachama na yuko hai, basi angeingia kwenye mchakato huo. Inawezekana angepata nafasi, angekuwa ni msaada mkubwa kwenye jumuiya, kwa kuwa alikuwa anatamani awe kiongozi wa chama, lakini amekosa nafasi kule. Basi akirudi kwenye jumuiya, ina maana kwamba atafanya vizuri ndani ya chama kutetea jumuiya yake. Hiyo ndo maana ya hawa wanachama. Unapoongeza wanachama wapya wa Chama cha Mapinduzi, basi na hizi kadi za jumuiya zote tatu pia nazo. Ndio tunapoendelea kutengeneza yale mahusiano yaliyo mazuri. Kwa hiyo katibu wangu kalisimamia ili jumuiya nayo iwe na wanachama wa kutosha. Nia na madhumuni na malengo yetu ni kwa ajili ya kupigania Chama cha Mapinduzi, lakini pia kiweze kushika dola 2024 lakini 20 na 25. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema watangulizi hapa, nami niendelee kusisitiza, sitopenda na sitotarajia kuona kiongozi wa jumuiya wazazi ambaye anatakiwa asimamie maadili na nidhamu ndani ya chama na jumuiya hizi mbili zilizobaki, basi awe yeye ndio chanzo cha migogoro ya uchaguzi tunaoelekea huko mbele, ama yeye akawa ndio chanzo cha kubeba mgombea mgongoni. Kusema kweli, mimi nitakapoletwa kwenye vikao nitasimama kwenye kanuni na katiba inavyotuelekeza, kwa sababu tumesema kwamba tunahitaji turudishe nidhamu. Jumuiya ya wazazi inapokuwa na nidhamu na uweledi wa kazi na ufanisi wa kazi zake, naamini kabisa 2024 hatutapata shida ya kupata viongozi wa serikali za mitaa, lakini pia hata 2025 kupata diwani na mbunge pamoja na rais. Nasema haya kwa sababu naamini kabisa kwamba kata ya Chamazi kwa namna ilivyojipanga kupitia jumuiya ya wazazi, lakini pamoja na kushirikisha jumuiya zingine zote mbili zilizobaki na chama chake, mimi naamini kabisa 2024 bado mitaa yetu yote itabaki kwa Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wakati anaongea alikugusia swala la mtaa kusumbuliwa na kafu. Ndugu zangu, mimi kwa namna nimejipanga Chamazi kupitia na matawi yake, sina imani ya kwamba vyama vingine vile vina uwezo wa kuweza kushika nafasi kwenye maeneo yetu. Labda tutake wenyewe uongo,
Ndugu zangu, wajumbe wenzangu na wanachama wenzangu, uongo naongea? Mbona mko kimya? CCM oye! Ama sijaeleweka? Narudia, mimi naamini kwa namna mlivyojipanga kupitia jumuiya na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wake, siamini kabisa kwamba mtaa wetu wa Mkondogo kwamba unaweza kwenda kwenye chama cha upinzani. Labda tutake sisi wenyewe wanachama cha Mapinduzi. Uongo kweli? Bahati nzuri nilikuwa kwenye mkutano wa wananchi, mwenyekiti alikuwepo kwenye mkutano wa wananchi, nilikuwepo, na kuna yale ambayo mwenyekiti aliongea hapa kuhusiana na uwanja wa michezo, lakini pia na swala la shule. Jamani, vitu vyote kwanza vina umuhimu kwa binadamu. Michezo inaleta afya, lakini pia hata jumuiya hii ilipoanzishwa kwa malengo ya kumkomboa mtoto wa Kiafrika ili aweze kupata elimu. Ndio maana jumuiya ya wazazi ikapewa majukumu ya kusimamia elimu. Nafikiri kwenye mkutano ule, mwenyekiti, kuna makubaliano yaliyokubaliana kwa wananchi, lakini pia na serikali, namna ya kufanya baada ya kupisha elimu iendelee kutekelezeka pale, lakini pia na vijana wetu wapate kucheza. Mimi niwapongeze wananchi, walitoa mawazo mazuri ambayo yalikuwa ni ya kujenga, na ile ndiyo inaonyesha ukomavu wa wana CCM wanavyokuwa na uelewa wa pamoja, kwa sababu siku zote panapokuwa na mtafaruku na migongano, kitu cha kuweza kutoa suluhisho ni vikao, na mawazo ya vikao ndiyo yanaweza kujenga, sio wazo la mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kelele kwenye vijiwe vya kahawa. Lakini niwapongeze wana Mkondogwa wote kwa mawazo yao, yalikuwa ni mazuri na hatimaye akaleta suluhisho la kuweza kwenda kufanyika. Michezo, viwanja vitapatikana, soko litaendelea kuwepo pale ulipo, lakini pia hata shule itaendelea kuendelea kujengwa ili kuweza kuondoa msongamano wa watoto wetu, lakini pia kutokana na wingi wa sensa iliyosomeka kwenye kata yetu ya Chamazi, basi itaenda kutoa changamoto ya upatikanaji wa elimu kwenye maeneo yetu. Lakini pia niwapongeze na nimpongeze mwenyekiti, lakini nimpongeze mheshimiwa diwani, nimpongeze mbunge kwa kupokea maelekezo kutoka kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuyatekeleza, lakini pia na kuyasimamia ipasavyo. Hilo niwapongeze kwa dhati, lakini pia muendelee kuwapa moyo, lakini pia muendelee kuwasemea kwa yale yote ambayo yanafanyika katika awamu yetu ya 6. Ndugu mwenyekiti, mimi nilipaswa nitoe majibu ya risala ambazo mmenisomea, kwa kuwa wajibu na taratibu za jumuiya ya wazazi zote zilishaelezwa na viongozi waliopita. Mimi kubwa kama mgeni rasmi ilipaswa nijibu risala zenu, basi mimi niende moja kwa moja kwenye ujibuji wa risala hizi, lakini nianze na zile za vishina, japokuwa sisi kama jumuiya tulipaswa tuseme vile ni vijiwe vya wakereketwa wa jumuiya ya wazazi, kwa sababu kikanuni na katiba wenye vishina ni Chama cha Mapinduzi pekee yake. Ndugu zangu, viongozi wenzangu wote kuanzia kwenye vishina, kwanza niendelee kuwapongeza. Wazo ni zuri. Sisi sote malengo yetu
yalikuwa yanakwenda kwenye lengo la chama cha siasa, kwamba lengo lake kuu ni kushika dola, na haya yote tunayoyafanya ni kwa lengo moja tu la kuhakikisha tunakwenda kushika dola 2024 lakini pia na 2025. Risala nzuri, mawazo mazuri na matarajio na malengo yote yako sawa sawa. Nijikite kwenye changamoto. Ndugu zangu, ni kweli risala zote mbili zimelenga kwenye mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri inayotoa, lakini pia imejikita pia kwenye uhai wa jumuiya, ikimaanisha wanachama. Kwanza niongelee kwenye hii 10%. Ndugu zangu, sisi kama jumuiya ya wazazi sio kwamba ilikuwa tumeachwa, sio kweli, kwa sababu mikopo hii imegawanyika kwenye mfumo ufuatao. 4% ilitolewa kwa ajili ya kina mama, 4% kwa ajili ya vijana na 2% kwa ajili ya walemavu. Lakini ndugu zangu, sisi sote lazima tuwe wa kweli. Mikopo hii inatolewa na halmashauri, na halmashauri ni serikali, iko chini ya serikali za mitaa. Zile 4% za kina mama zilikuwa hazijamaanisha ni UWT, zilikuwa zinamaanisha wakina mama wote wanaoishi kwenye manispaa ya Temeke. Ndio maana tulitangulia kusema kwamba jumuiya ya wazazi imebeba kina mama, imebeba vijana, lakini pia imebeba wazee. Sasa tukisema swala la vijana, maana yake kwamba hata kwenye jumuiya ya wazazi wapo. Tukisema kina mama ambao ni UWT, hata jumuiya ya wazazi wapo. Ndio maana leo unakuta na kiongozi ambaye ni mjumbe anayotokana na jumuiya ya wazazi, lakini anatoka kwa ajili ya kwenda kuwakilisha wazazi kwenye baraza la vijana. Lakini leo hii kuna baraza la UWT, pamoja na kwamba ni kiongozi kule, lakini pia tuna mjumbe ambaye anatoka UWT kuja kuwawakilisha kina mama kwenye jumuiya ya wazazi. Hii inaonyesha ni mfumo ambao umetengenezeka kwenye chama chetu na jumuiya zake, lakini pia mfumo huu ukiuangalia zaidi pia huko hata kwenye serikali. Ndio maana unakuta hata kwenye full council tuna madiwani, baraza la madiwani, lakini pamoja na kwamba kuna baraza la madiwani, wabunge wanaoishi kwenye manispaa hiyo pia ni madiwani kwenye baraza lile. Maana yake kwamba wanaingia kama sehemu ya serikali kuu, lakini wanaingia kama pia na wao ni madiwani kwenye local government. Kwa hiyo hii inachukulia kwamba wanachukua changamoto za huku na kuzipeleka huku na changamoto za huku kuzipeleka. Kwa hiyo ndugu zangu, bado pia hata sisi kama jumuiya ya wazazi tuna nafasi kupitia hawa wawakilishi wanaokwenda kwenye vijana, pia wakaja na wazo hilo ndani ya jumuiya yao, wakaangalia wale walio vijana, walio viongozi waliopo ndani ya jumuiya ya wazazi, wakatengenezea utaratibu wa kutengeneza vile vikundi na wakaenda kupata mkopo wa 4%. Vivyo hivyo hata kwa kina mama bado kuna wajumbe hawa wana uwezo, mkakaa mkaangalia namna ya kuchakata, lakini pia mkaweza kutengeneza vikundi ndani ya jumuiya ya wazazi vinavyohusiana na kina mama, pia wakaweza kwenda kupata mkopo wa 4%. Lakini nikienda mbali zaidi, tunaona ni jinsi gani changamoto zilizotokea kwenye mikopo hii. Changamoto zilizotokea kwenye mikopo hii tulizisababisha sisi wenyewe wana CCM, kwa kuwa sisi ndio chenye dola. Tulifika pahala kuna baadhi ya makundi ama vikundi vya vijana ndivyo vilivyopoteza pesa nyingi za mikopo hii. Wengi tulikuwa tukidhani kwamba mikopo hii ilikuwa ikitolewa, kwa kuwa inatolewa kwenye ofisi ya kata, basi ilikuwa inaonyesha kama ile ilikuwa ni hisani ya mheshimiwa diwani kwa vijana wake. Kwa hiyo ilipelekea wale vijana wakisema kwamba mikopo hii ni ya diwani, tumepewa na diwani. Kwa hiyo waliona kwamba hawana
mamlaka ama nini haki ya kuweza kuirudisha. Baada ya kutokea changamoto hiyo, ikaonekana kwamba karibu bilioni 88 katika manispaa zote nchini zimepotea, lakini ukiangalia zaidi zimepotelea kwenye kundi la vijana, lakini kundi la kina mama lilikuwa linaonyesha lina uweledi na lilikuwa linarejesha mikopo ile. Kwa hiyo ikapelekea Mheshimiwa Rais kusimamisha mikopo ile kwanza kwa manispaa isitolewe. Nia na lengo walikuwa wanaangalia mchakato wa namna gani sasa wa kuboresha mikopo ile iweze kutolewa, lakini pia iweze kurejeshwa ili wengine waweze kupata nafasi ya kupata mikopo ile. Kwa hiyo mpaka sasa wameshakubaliana na benki ya CRDB. Nafikiri CRDB wameamua sasa na wao kurudi sasa kwenye hizi jumuiya zetu, lakini pia na kwa wananchi kwa ujumla wake, kutoa elimu iliyo rafiki kwa ajili ya kuchukua mikopo ile, lakini pia na kurejesha mikopo ile, kwa sababu ilikufikia pahala ilionyesha kwamba wengi walikuwa nakopa, lakini elimu ya mikopo hawana. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kipande hiki tuwe na subira wakati mchakato na utaratibu unatengenezwa, na pindi utakapokuwa umekamilika na kukaa sawa sawa, nafikiri watatuletea, na sisi kama viongozi wa kiwilaya tutashusha kwenye jumuiya zetu zote tatu, ili sasa fursa ile iweze kuendelea na kuwanufaisha wananchi huko chini. Lakini pia ndugu zangu, nikibaki hapa kwenye mikopo, mimi na kamati yangu ya utekelezaji ya jumuiya ya wazazi wilaya ya Temeke, kwanza tunaipongeza kamati ya utekelezaji ya tawi la SACCO nao kwa kufikiri namna ya kumnufaisha mwanachama mmoja mmoja kiuchumi kwa kuanzisha mfuko ambao wameona wao utakuwa ni suluhisho la wao kujikomboa kiuchumi. Sisi pia kama wilaya tuliamua kwa dhati, baada ya kuona kwamba pamoja na kwamba tuna wanachama wengi wa kutosha na tunaendelea kuwahamasisha, lakini je, ananufaika na nini mwanachama huyo anapokuwa kwenye umoja wa wazazi? Nasi pia tuliamua kuanzisha kitu kinachoitwa Temeke Wazazi SACCOS, na elimu ya SACCOS hiyo bado ilikuwa inaendelea kutolewa. Malengo makubwa yalikuwa na mlenga mwanachama wa jumuiya ya wazazi, ili nawe awe na kimbilio la suluhisho la kimtaji kwake, lakini pamoja na yote hii pia iwe chachu ya yule ambaye anataka sasa kujiunga na jumuiya ya wazazi, lakini pia na Chama cha Mapinduzi. Wengi huwa wanauliza kwamba nyinyi pamoja na kwamba kuwa viongozi kwenye jumuiya na chama mnanufaika nini au mnafaidika na nini? Lakini naamini kupitia SACCOS hii sasa itafika pahala itakuwa ni sehemu mojawapo ya kishawishi cha kumshawishi mwanachama mpya kumuingiza kwenye jumuiya ya wazazi, ili naye atambue kwamba chama na jumuiya zake pia kinathamini na kumthamini mwanachama, lakini pia hata mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo nafasi ipo na fursa hiyo bado inaendelea, na hivi punde tutakaa kikao cha mkutano mkuu wa SACCOS hiyo, na SACCOS hiyo mpaka sasa ishafikisha wanachama 504. Na utaratibu wa SACCOS hii ni kwamba akiba utakayokuwa umeweka, kwa mfano una akiba ya $100,000, manake utaruhusiwa kukopa $200,000 kwa kuwa SACCOS inaanza na ni changa. Kwa hiyo utakuwa unakopa mara 2 ya akiba ulionayo, lakini baada ya kukomaa na mwenendo ukawa uko mzuri na uko sawasawa, basi unaweza tukafika pahala ukawa na uwezo wa kukopa mara 3 ya akiba uliyokuwa nayo. Hii maana yake ni nini? Tumeanzisha hiki kitu baada ya kupokea malalamiko mengi na changamoto nyingi kutoka kwa wanachama wetu huku chini. Wakati nikifanya ziara,
hususan kuhusiana na ile mikopo ya kimtaani tunayoita nini, kausha damu, sijui kuna mwendo kasi na yale majina mengine ambayo sio mazuri kuyatamka hapa. Anasema nini, sijui chupi mkononi. CCM oye! Sasa tukaona kwamba kero hizi ni nyingi na zinamkera mtu, wakati sisi kama sisi kumbe tuna uwezo wa kujiwekea mtaji wenyewe wa kisakosi, lakini pia tukanufaika kujikopesha sisi wenyewe, kama walivyosema Waswahili kwamba mtaji wa maskini ni nguvu zake wenyewe, na ndio una uwezo wa kuutumia vizuri, kwa sababu utatumia kutokana na jasho lako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe na niwasisitize, pamoja na mambo mengine, muendelee kujiunga. Utaratibu nafikiri ukiwauliza viongozi wa kata wote wanaofahamu, watakupeni utaratibu mzima wa namna ya kujiunga na utaratibu wote utakavyokuwa, lakini namna tunavyoendea mbele unaweza ukakuta waliofaidi ni wengine, alafu wewe ukaja kujiunga ukakuta mambo yashafanya nini, yashabadilika, kwa sababu mkutano mkuu tunaokwenda kufanya nafikiri ni itakuwa ni kwenye wiki 2 zijazo, ambao tunakwenda kuwekeana mikakati sisi wenyewe sasa, baada ya kufunga zoezi la kujisajili na kujiunga. Sasa baada ya hapo watakaokuja kujiunga sasa watakuja kujiunga kwa utaratibu gani, kwa ongezeko gani, kwa sababu kipindi hiki cha miezi mitatu tulitoa ofa ya kujiunga kwamba mwanachama anataka kujiunga na SACCOS ile ni 5,000, lakini kuna ununuaji wa hisa, kila hisa 2,000, lazima ununue hisa 10 sawa na 20,000, alafu akiba ya kila mwezi ya lazima ile ni shilingi 10,000, lakini una uwezo wa kuweka mwenyewe zaidi ya 10,000 kwa uwezo wako mwenyewe, kwa sababu pesa akiba yako ndiyo inayokuwezesha wewe kuqualify kukopa mkopo unaohitaji wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, niwakaribishe sana katika hilo na tuende tukajiunge katika hilo, kwa sababu tutakwenda kukitengeneza chombo chetu wenyewe, lakini pia tutakwenda kunufaika na chombo chetu wenyewe. CCM oye! Lakini nikienda kwenye jambo la pili la kadi, wale viongozi wa vile vijiwe, makatibu wapo? Mpo? Hebu msimame. Wewe namba 1, yule namba 2 upo mkubwa. Haya, namba 1 pale una wanachama wangapi? 56. Hapo namba 2 30. Katibu tawi, nimeelekezwa hapa kwamba bado wana uhitaji wa kadi. Mimi niseme kadi za jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi kwa sasa zipo za kutosha pale wilayani na zinauzwa kwa shilingi 300. Wakati wowote, muda wowote, tupitie kwenye uongozi wa kata kwa kufuata utaratibu ili uweze kuzipata pale. Hilo kwanza niwatoe shaka, lakini kwa kuwa tunatakiwa twende tukaimarishe na kuhamasisha wanachama kwenye tawi, kwenye shina namba 1 nitatoa kadi 100, na kwenye shina namba 2 nitatoa tena kadi Jumatatu saa 5 kamili, ukiambatana na huyo hawa viongozi wasije wakasema ulipewa afu ama ukupa, ili washuhudie, wanakuja kushuhudia ukipewa, lakini utakuja kupitia utaratibu wa kata kama kawaida inavyotakiwa, uje kuchukua hizo kadi 200 za kule na huko. Kwa maana hiyo tutakuwa tumekwenda kuwa na wanachama 500 na 80 ngapi? 480 na kitu, sababu una 200 na ngapi? 600. Wewe una ngapi? 287 na 200. Mwenyekiti wa mtaa, kadi ni 300.
tulikubaliana kwenye ziara yangu, kila mwenyekiti wa mtaa kwenye matawi yake aongeze wanachama 150. Nini maana ya kwake? Tulisema kwamba tunataka kwenda sasa kutengeneza kamati zetu, lakini pia tunataka kwenda kujipanga na uchaguzi. Namna ya kujipanga na uchaguzi ni wanachama, na tunapokuwa na wanachama wa kutosha, manake tunaweza kugawana majukumu yetu kwa nafasi, manake kwamba huyu anakuwa ajirudii kwenye kamati hii, huyu ajirudii. Ina maana kwamba viongozi wetu wa kata ifike pahala sasa wao wawe mainchaji kwa ajili ya kuangalia utaratibu na uratibu wa namna ya kushinda. Na mimi niliwaelekeza na ndaendelea kuwaelekeza, nitataka nijue na nifahamu kura zinazotokana na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi ni ngapi kwenye mtaa husika, ili tujue kwamba jumuiya ya wazazi imefanyaje kazi. Kwa hiyo mwenyekiti, nikuombe, kadi zipo, nataka nijue wanakuja kuzichukua kwa pamoja. Manake una matawi mangapi? Mawili? Matatu. Manake ni kadi hizo 400 na ngapi? 50. Manake ni wanachama 450 kura 450. Manake zinakuwa haziyumbi wala hazipepesi macho, kwa sababu jumuiya ya wazazi hawa ni wakweli. Jamani, wakweli sio wakweli? Mimi nawaamini kwa sababu wakisema kulia kulia, kushoto kushoto, hawayumbi, hawapepesi macho. Kwa hiyo mtaji wa kula 450, mwenyekiti wangu, ni nyingi, kwa sababu kama kila moja ikisimama na ikienda kushawishi na kukumbatia kula 10, na maana unakula ngapi? 4,500. Bado tu hatujapiga hapo kifo cha mwizi hapo zinazotokana na jumuiya ya wazazi, bado hatujaingia UWT, bado hatujaingia vijana, bado Chama nacho cha Mapinduzi gari kubwa lijasimama. Mwenyekiti, naomba uanulie kadi. CCM oye! Ndugu zangu, nafikiri kwenye hoja ya hizi kadi na hizi risala 2, nafikiri hata hii ya 3 ya tawi ilikuwa nayo imelenga kwenye hilo, nafikiri tumejibu, ila kubwa kwenye swala la tawi tuendelee kujenga mshikamano, lakini tuongeze bidii ya kazi. Nilitarajia pia kwenye risala yenu nipe taarifa za shule za awali zilizopo ndani ya eneo lenu, ziwe za serikali na ziwe za binafsi, lakini pia kutambua na changamoto zake. Lakini pia nilitarajia nipate za msingi na sekondari, nafikiri ambayo kwenye mtaa huu tunazo shule ngapi mwenyekiti? Na shule ngapi za msingi na sekondari? Tuna shule za sekondari za serikali 2, za shule ya msingi tunayo moja ndio ile ambayo tunaanza kujenga. Lakini tuna shule za private tunazo 5. CCM oye! Viongozi wangu wa matawi, zote hizo tunatakiwa tukazifanyie kazi na kuzitembelea na kujua changamoto zake. Mwenyekiti na kamati yako utekelezaji kata, nafikiri si muda mrefu tutashusha maelekezo, kwa sababu sasa tunataka tuanze ziara ya kutembelea shule za msingi, lakini tutakuwa tukitembelea shule hizo tukiwa tunataka kuonana na wanafunzi, lakini na walimu, kutambua changamoto zao, lakini pia na zile kamati za shule, na kwenye sekondari zile bodi za shule tunataka kuonana nazo pia, kuona na kujua changamoto zao, lakini pia tutataka kuonana pia kwenye vikao hivyo na viongozi wa jumuiya ya wazazi, tuonane pia na viongozi wa vijana, viongozi wa UWT, lakini pia na viongozi wa chama, kwa sababu tunataka tuzungumze sana na vijana kwa malengo ya kuangalia mienendo yao ya kimaadili, lakini pia tunataka kuonane na UWT kwa ajili ya kuendelea kuwasisitiza na kuomba namna ya kuendelea kutoa malezi kwa vijana wetu na watoto wetu. CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niendelee kuwashukuru, lakini niendelee kuwapongeza kwa kazi nzuri mnazozifanya,
na mimi nikiri wazi kabisa, na mjumbe wangu wakati tunakuja huku alikuwa akisema kwamba kweli Chamazi mnaupiga mwingi, na sisi tuwaambie wazi kabisa kwamba pale wilayani sisi tuko 10 tu, lakini tuna kata 23 na matawi 188. Nilitamani na tunatamani pia tuendelee kupata mialiko ya kuendelea kuimarisha jumuiya, lakini na chama kwa ujumla, sasa kwenye ngazi za matawi, na sisi tuko tayari kutembelea sasa matawi kwa mienendo hii, lakini pia tuendelee kutengeneza vile vishina kwa wingi ambavyo naamini kabisa ndivyo vitakavyokuwa vikituletea hamasa kwa wanachama wetu. Lakini nikirudi kidogo nyuma kwenye vishina, nilikuwa naomba wa namba 1, hebu usimama kidogo, pamoja na kukianzisha na kwamba tuna wanachama kwenye kishina kile, nini malengo mengine ambayo ili kishina kile nataka kiwe hai, kwa sababu jina langu liweze kukaa pale, alafu nikakaa baada ya miezi 6 nikaja nikakuta kile kishina kama nikiona. Nipe malengo yako mawili tu. Lengo la kwanza mheshimiwa ni kuendelea na kuwa na wanachama wengi zaidi. Na mtakuwa mnatumia utaratibu gani? Kutumia malengo ya kutumia kupitia kwenye chama. Mimi niseme kitu kimoja, katibu wa chama, katibu wa jumuiya, lakini pia na katibu wa mimi katika vishina vile, mheshimiwa mwenyekiti, mimi kwanza naahidi kwenye vishina vile nataka nilete mchezo wa drafti. Naamini kabisa ili kiwe hai kishina kile, manake mimi wakati mwingine nataka niwe nafanya ziara za kushtukiza ili niweze kwenda kuwaona wazee wangu wenye mji wao kwenye maeneo haya wakiwa kwenye vishina vile, wakijifaragua kwamba wako kwenye kishina ambacho kwanza ni cha jumuiya ya wazazi na kwa ajili ya kulea wazee, lakini pia wakipata burudani na kuenzi mchezo ambao walikuwa wakiupendelea kucheza hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere na mzee Abedi Karume. Kwa hiyo niwaombe mkawahamasishe wazee lakini pia na vijana kwa ajili ya kuwepo kwenye vishina vile. Lengo ni kucheza michezo ile, lakini lengo pia ni kupata taarifa za kila siku, namna ya mienendo ya chama chetu, lakini na viongozi wetu. Naamini kabisa itakuwa ni pointi mojawapo ama senta mojawapo ya kupata taarifa za hali ya kisiasa kwenye maeneo yetu. Tusivitumie vishina vile kwa mambo mengine ama malengo mengine. Tuvitumie vishina vile kwanza kupeleka ujumbe kama mlivyosema kwamba mko tayari kupinga ukatili wa kijinsia, lakini pia iwe ni sehemu mojawapo ya wazee nao kukutana, lakini pia vijana na wanasiasa kwa ajili ya kupata taarifa za kisiasa za kila siku. Nimesema nitakuwa nikitembelea baada ya michezo hiyo kuileta tafsiri yake kwamba hata mimi nahitaji pia niwe napata taarifa kupitia vijiwe hivyo. Kwa hiyo tumeelewana viongozi? Kwa hiyo nitaleta michezo hiyo kwa nia ya kuboresha, lakini pia tutaangalia namna ya maboresho ya kuweka kile kishina chetu kikae katika hali kidogo nzuri. Nilikuwahi kutoa mfano kwa viongozi wangu mmoja, nilimwambia kwamba ninataka kila tawi liwe na vishina viwili. Kwa nini? Naamini kabisa katika vishina vile kuna uwezo wa kuchukua nini, kwa sababu wazee wakikaa pale wanacheza draft, wanacheza bao, manake lazima kiburudisho kinachokoga pale ni kahawa. Katibu tawi una uwezo wa kuweka nani zako pale, kijana wako akamnunulia vifaa kwenye kijiwe kile. Mimi naamini kabisa kijiwe kile ikiwa kwamba kijana yule ukimpa hesabu tu ya shilingi 1000 kwa siku, baada ya faida yake na yeye akawa amepata na wazee wakawa wameburudika na taarifa za hali ya kisiasa tunazipata, naamini shilingi 1000 mara 30 ni shilingi 30. Kijiwe na ninyi mnavyo vijiwe
manake ndani ya mwezi mnakuwa na shilingi 60,000. 60,000 mara ngapi? 6 mara 3 ni 180,000. Vikao vyetu katibu, kwa mujibu wa kanuni vya kamati ya utekelezaji, kila baada ya muda gani? Miezi mitatu. Ndani ya miezi mitatu mna 180,000. Ukiangalia una wajumbe wangapi? 10 na ngapi wale? 11. Kwa hiyo 11 ukiwapa posho hata shilingi 5,500 shilingi ngapi? Amekuja kwenye kikao 55. Katibu kwa kukaa ofisini, ina maana hata kama unasema kila mwezi kwamba katibu anapata shilingi 20,000 kwa kukaa ofisini, ina maana shilingi 75,000 kwenye 180,000 bado na laki na shilingi 5,000. Stationery hujapata? Stationery hujapata? Sasa mnaona aibu gani kutengeneza utaratibu kwamba birika kiasi kadhaa, sijui jiko lake lile kiasi kadhaa, sijui ili nipate kashata pale, sijui na nini kiasi kadhaa, ukaandika ukaenda kumpigia kirungu mwenyekiti wa mtaa, ambayo unakuwa ni mara moja tu ushampigia kirungu, lakini uko mbele utaratibu wa vikao vyako unaenda kwa kujiendesha mwenyewe, afu yeye umemkomboa tena kumpigia kirungu vile vya vikao. CCM oye! Mwenyekiti inashindikana hilo, mwenyekiti wa mtaa inashindikana hilo tena. Wakati mwingine hata mwenyewe unaenda kukaa kwenye vijiwe vile, unapata taarifa kwamba nimekosea wapi, nimepatia wapi. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna miradi mingine, mheshimiwa mwenyekiti, ni midogo, hahitaji nguvu, hahitaji kuwapiga sindano kila siku viongozi wetu mpaka wanachoka. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukabuni vitu vya namna hiyo. Tunafanya siasa, lakini pia tunafanya siasa na nini na uchumi, lakini bado tunaendelea kuwaweka watu wetu karibu. Tuondoe zile nongo ambazo wakisambaratika ndio nongo zinatengenezeka, lakini wanapokaa karibu nongo zinafanya nini? Zinapungua. CCM oye! Ndugu zangu, mwisho kabisa, twendeni tukayasemee kama viongozi yale yote yaliyotekelezwa, yale yote yanayotarajiwa kutekelezwa, yale yote yatakotekelezeka na viongozi wetu wa serikali kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwenye mitaa yetu. Tumekuwa ni wavivu kama viongozi, tunakaa kimya, hatusemi. Matokeo yake tunatoa nafasi kwa wenzetu kuanza kusema ovyo. Sisi tutakaposema, maana yake kwamba na wao wakisema inafika pahala hakuna kumsikiliza mwenzake, na maana kwamba sisi hatumsikilizi yeye na yeye kama hataki kutusikiliza yeye, lakini wale wa kwetu watakuwa nini? Wametusikiliza na wametuelewa. Inakuwa ni aibu. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anajitahidi kuleta fedha nyingi kwa ajili ya miradi yetu ya maendeleo, lakini inatekelezeka na inafanyika na inaonekana, lakini sisi kama tunaofanyiwa na sisi kama viongozi hatusemi. Tunasubiri viongozi wa juu waje waseme. Jamani, hakuna mwenye limitation ya kusema ama kuisemea ama kukisemea chama chake. Ili tumlipe yaliyo mema, lakini pia tumtie moyo rais wetu, tuseme basi hata kama ni kidogo alichotufanyia, tumshukuru hata kama kidogo alichotufanyia. Rais ameshusha pesa, tunaona kabisa mbunge wetu wa jimbo anavyopambana bungeni kuhakikisha kwamba fedha zinaelekezwa kwenye jimbo la Mbagala, lakini pia zinaelekezwa hata kwenye kata ya Chamazi pamoja na mitaa yetu yote. Lakini tunaona namna gani diwani wetu anavyoenda kupambana pale manispaa kwa ajili ya ile miradi midogo midogo inayotekelezeka na manispaa. Fedha zinakuja na miradi inatekelezeka. Mkondogo niwapongeze kwamba kwanza nyinyi mna bahati ya namna ya kipekee. Mwenyekiti, tuna kituo cha afya. Ndio mheshimiwa mwenyekiti, tuna kituo cha afya. Tena ni kizuri kweli. Kwa nini tunakaa kimya? Viongozi, nataka sasa muandae mkutano kwenye tawi lenu, lakini ikiwezekana sasa muandae mkutano pamoja na matawi mengine matatu. Hapa ni matatu. Mshirikiane kwa pamoja
mkubaliane kwa pamoja, muandae mkutano mkubwa wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa aje aeleze, aseme ikiwa nyinyi kama viongozi mmetoa tamko. Hayo ndo majukumu yetu, kwa sababu tukikaa kimya, inawezekana mama akaona kwamba kumbe wale hawana haja ya vitu vya kupelekewa huko chini, hawana mahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukaseme, twendeni tukafanye mikutano, tufanyeni vikao, tumsemee mwenyekiti, tumsemee mheshimiwa diwani, tumsemee mbunge, lakini pia tumsemee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, ndugu mwenyekiti, tusiwachoshe sana. Naamini kabisa wajumbe hawa wamekaa muda mrefu, lakini kwa kuwa wameonyesha ukomavu wa kisiasa na wameonyesha ukomavu wa kiuongozi, kwa sababu sifa mojawapo ya kiongozi kwanza ni kuwa mstahimilivu na mvumilivu. Kwa hiyo kwa uvumilivu wao mimi niwapongeze, niwatakie kazi njema, niwatakie afya njema. Mimi kiongozi wenu, mwenyekiti wenu, pamoja na kamati yangu ya utekelezaji, tuko tayari na tuko mguu pande mguu sawa, muda wowote, wakati wowote, kuja kujumuika na nyinyi, lakini iwe kwa ushauri, iwe kwa maelekezo, kwa ajili ya kujenga jumuiya yetu na chama chetu kwenye tawi letu la Saku, lakini pia na mtaa wetu wa Kondogo. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM!